Wewe baba njoo. Wewe ndio diwani wa muda leo. Simama hapo. Naomba wanaume watatu na wanawake watatu waje kumweleza changamoto diwani wako. Njoo. Wako wapi? Haya. Nyie simameni hapo, wengine watoke huko. Njoo. Nataka nione kama tumeelewana, changamoto gani zinatajwa hapa. Manake nyie wananchi msipotaja changamoto zenu sawa sawa, diwani ataenda na lilo mlomwambia nyinyi. Haya. Mwambie haya sasa wewe nani gani? Diwani weka, wananchi wamekuja. Waambie wananchi oye. Usikae, simama. Waambie wananchi oye. Wananchi oye. Nimekuja kusikiliza changamoto zenu. Nimekuja kusikiliza changamoto zenu. Mwananchi huyu hapa nyosha mkono. Mbona mnyoshi mkono wananchi? Mmesimama. Kila mwenye changamoto aseme. Basi aseme. Haya, ngoja tusikilize changamoto za wananchi. Huyu dada mwanzie wanawake kwanza, sema sasa changamoto zako kwa diwani. Yaani diwani. Mimi nina changamoto yaani zimejaa mpaka kwenye uso. Ya kwanza mtoto wangu anataka niolewe. Hali ya kuwa nasoma ndo kwanza kidato cha kwanza. Yaani hata sielewi unasaidiaje kama ndo diwani. Diwani jibu moja. Mimi kama diwani nitahakikisha hawa ambao wanakulazimisha wewe kufanya vitu ambavyo havistahili kama mwanafunzi au kama kijana, nitahakikisha na watia hatiani, na wewe nitahakikisha unaendelea na masomo. Piga makofi kwa diwani. Sema nitakwenda kwenye vikao vya baraza la madiwani. Nitakwenda kwenye vikao vya baraza la madiwani. Nitataka mkurugenzi atuambie. Ana mikakati gani ya kulinda watoto wa kike. Na kuelimisha jamii. Kuwaacha watoto wa kike. Wasome wafike chuo kikuu. Alafu sema nitamwambia mkuu wa wilaya. Mimi naomba kamanda wa polisi. Awatie ndani wote. Wanaosumbua watoto wa kike. Umemwona diwani wa maendeleo huyo? Piga makofi. Ndio anachokitaka mwenyekiti wa halmashauri hapa. Awe na madiwani ambao wakilianzisha huko linaungurumia kwenye vikao vyake. Haya, twende yule pale naye anasemaje? Unamwambia nini diwani shida yako? Haya, naomba nielezee nawe changamoto zako. Wananchi wewe. Ndugu diwani, naongea kwa uchungu mkubwa sana. Nimevumilia mengi ila nimeshindwa. Sasa ndugu diwani, nakwambia wote ambao wananisimu katika kijiji changu, katika mtaa wangu. Ndugu diwani, katika mtaa wangu kuna kikundi ambacho kinatesa wasichana na kinafanyia matukio ambayo yanaweza kusababisha wakaacha kuendelea na masomo. Pigeni makofi. Jibu hoja mheshimiwa diwani. Mimi kama diwani nitahakikisha nasimama na kakati zangu za msingi kuanzia ngazi za chini mpaka za juu, kuhakikisha makundi hayo na yatokomeza na tunachukuliwa hatua kali za kisheria na jinsia zote zitakaa kwa amani. Safi sana mheshimiwa diwani. Na wewe una shida gani? Kazi na utu. Tunasonga mbele. Mheshimiwa diwani, mume wangu analazimisha mwanangu aolewe katika umri mdogo ingawa anaendelea na masomo. Vizuri sana. Makofi kwake. Cha kwanza ni kupongeze kabisa kwa kuchukua hatua zinazostahili. Umefanya vizuri sana kuja katika uongozi kwa ajili ya kuhakikisha mtoto wako anaendelea na masomo na sio kuolewa kama anavyotaka baba yake. Utafanyaje? Mimi kama kiongozi na kuonesha uongozi wangu, kwa sababu nipo kwa ajili ya kusimama imara kuhakikisha taifa langu linasonga mbele. Safi sana. Kwa hiyo wananchi, mmeona kazi yenu ni kuwasilisha hoja, kwa sababu sasa nyie hoja msipowasilisha ya kuhusu mikakati ya malezi na makuzi, hata nyinyi hamtaelewa hayo malezi na makuzi. Mkiwasilisha kwamba hii ni changamoto, viongozi wakachukua
wataenda kujadili, watawaletea mikakati ya nyinyi kushiriki, na huo uoga utawaondoka. Wangapi wamenielewa? Mtawaokoa watoto wenu. Sasa fikiri hapa tulikuwa tunaigiza nafasi ya wananchi kwenye kumiliki ajenda yao wenyewe. Sio tu unasema tuna shida ya maji, tuna shida ya madarasa, tuna shida sijui ya pembejeo za kilimo. Malezi na makuzi ni changamoto ambayo wananchi inabidi muimiliki, mpaze sauti ili muelimishwe, ili tuachane na mimba za utotoni na ndoa za utotoni. Na hawa wote wanaofanya hivyo wakiona nyie mko macho na mnauelewa, watakimbia, watoto wenu watakuwa salama. Wangapi wamenielewa hapo?